Hebu tuone ni watu wa namna gani, ni akina nani ambao hawakumpokea, ambao wanajua amezaliwa lakini hawampokei katika mioyo yao, katika maisha yao, wanamkana. Kuna makundi zaidi ya 5 ya watu ambao hawampokei Yesu licha ya kusherehekea Krismasi, licha ya kutambua kwamba Yesu amezaliwa, Yesu yu hai, Yesu yu katika sura mbalimbali. Kundi la kwanza kabisa ambao hawakumpokea na ambao wanaendelea kutompokea ni akina Herode. Hawa akina Herode wana tabia ya ubinafsi. Akina Herode wana tabia ya uchu wa madaraka, ni wakatili, wanatafuta kumuua Yesu, mfalme wa amani. Hawa hawapendi kusemwa, hawapendi kushauriwa, hawapendi kuonywa, hawapendi kunyenyekea. Ndio hao wanatumia hoja ya nguvu, hoja ya nguvu. Mfano, anaposhindwa katika hoja, nguvu ya hoja, anatumia hoja ya nguvu, mieleka. Kama amenishinda kwenye nguvu ya hoja, tukamatani mieleka. Ikisha kuangusha, basi mimi kubaliani na mawazo yangu. Ndio hao watumia hoja ya nguvu ya rungu. Nitakubomoa kichwa wewe usiponisikia hoja zangu. Ama akina Herode pengine akiona una nguvu kumbali, ndio anatumia manati, anakulenga shabaha kubomoa kichwa kwa jiwe. Tumia manati. Pengine anaboresha hiyo manati, anatumia risasi za moto, zitakumaliza. Ndio anatumia mabomu ya machozi kunyamazisha wanaotumia nguvu ya hoja. Nguvu za hoja ndio matamko mbalimbali, ndio tafakari mbalimbali, ndio midaharo, ndio maridhiano. Nguvu ya hoja hiyo, hilo ndio kundi la kina Herode ambao hawakumpokea na wanaendelea kutompokea Yesu, mfalme wa amani. Kundi la pili la watu ambao hawakumpokea Yesu ni Mafarisayo. Kundi hili ni kundi la watu wenye tabia ya unafiki. Hao ni wasanii, waigizaji, wanaomtega maswali Yesu, wakitafuta sababu au hoja za kumwangamiza. Hao ndio wanajifanya pengine Wakatoliki, kuweza kuangamiza kanisa Katoliki,
hao ndio wanavaa rozari, lakini kuambia sali rozari hajui, anababaika. Ni pambo tu, Farisayo. Hao ndio mafisadi, anajidai na jina la Ukristo, lakini ni fisadi, ni gaidi, ni mtekaji, ni muuaji. Tuko pamoja? Kundi la tatu la watu ambao hawakumpokea na wanaendelea kutompokea Yesu ni akina Yuda Iskariote. Wanamsaliti Yesu kwa busu. Akina Yuda Iskariote, utaona pengine wanaonekana kwenye mazingira matakatifu, wanafanya utakatifu, wanaoga maji ya baraka, yani naona ni watakatifu kabisa. Sema huyu tumtangaze mtakatifu, kumbe anatafuta mahali ambako atakunasa akuangamiza, na pengine anatumia vitu vizuri kukuangamiza. Huyu Yuda Iskariote anatumia busu, kitu kizuri kinachoonyesha kukolea kwa upendo. Anatumia busu kumsaliti. Tunao akina Herode, akina Yuda Iskariote wa namna hiyo, na pengine na hawa ambao kupitia mambo mbalimbali wanaoiba sadaka, wanaoiba matoleo, wanaojifurahisha kwa mali ya kanisa, wanajinufaisha tu. Wanaenda kuhesabu sadaka huko, noti nyekundu zinapepea, ujuzi umeenda wapi? Anachukua fomu kusanya michango huko, anaikusanya, hawasilishi. Nasema fomu ilipotea. Ilipoteaje? Ililiwa na panya. Basi leta mchango kama fomu ililiwa. Fomu inapotea, mchango iligani? Kina Yuda Iskariote hao, na pengine wanaomba kupata uongozi ili waweze kuona namna ya kula katika mambo ya kanisa. Kundi la 4 ni la akina Pilato. Akina Pilato wanafurahi kumhukumu Yesu mfalme wa amani afe, na wanaona ukweli, lakini wananao mikono. Sisi hatuhusiki, kimya. Kundi la 5 ni kundi la wenye tabia za Wayahudi. Wanamdhihaki Yesu, wanampiga kwa mijeledi, wanamweka taji la miiba kichwani, wanamnywesha siki, wanamtundika na kumsulubisha msalabani, wanamchoma ubavu wake kwa mkuki, wanapigia kura mavazi yake, wanapigia kura mavazi ya marehemu, mavazi yake. Hawa ni wale wenye tabia ya kupora mali za majeruhi wakati wa ajali za barabarani. Baada ya kuokoa majeruhi na kuwasaidia, kazi ya kwanza ni kupora mali zao, na pengine akiona kwamba huyo majeruhi amemtambua huyo anayepora,
anamalizia kusudi atunze siri, asije akapona akaanza kumtangaza. Anamalizia. Hawa ndio wanaopora urithi wa watoto wazazi wao wanapokufa, wahangaike eti ni yatima, kana kwamba wazazi walipokufa hawakuachia urithi. Haya ndio makundi, baadhi ya makundi ya watu ambao hawakumpokea Yesu na ambao wanaendelea kutompokea huyo Yesu mwenye sura mbalimbali ambaye yuko hai. Tunamshukuru Mungu kwamba wengine walimpokea Yesu.